Somo letu la fanya kazi uwe na kitu cha kukusaidia wakati wa mahitaji ni somo la muhimu sana. Taangalia neno la Mungu katika kitabu cha Zaburi ya 126 mstari wa 6. Zaburi ya 126 na mstari wa 20 na mstari wa 26. Mstari wa 6, sorry. Zaburi ya 126 na mstari wa 6. Sema, ingawa mtu anakwenda zake akilia, azichukuapo mbegu zake, mbegu za kupanda, hakika atarudi kwa kelele za furaha, achukuapo miganda yake. Ingawa mtu anakwenda akilia, azichukuapo mbegu za kupanda, hakika atarudi kwa kelele za furaha, achukuapo miganda. Kazi kwa kawaida ni ngumu na sio rahisi. Tunazungumza sana habari za kufanya kazi na biashara. Tunazungumzia jambo ambalo wakati mwingine hata wengi wetu tunaogopa kuingia huko. Naomba watoto walete huko mbele kuliko huko nyuma. Wamekawia sana, niona timu ya watu walioingia baadaye. Naomba basi waache wakae hapo, lakini wakae kwenye viti vya wazi. Wasio wanaendelea kukaa nyuma. Kama kuna jambo ambalo linakuangalia sana, ni je, tunafanya nini? Wakati bado tunaendelea kuishi, tunaendelea kula, tunaendelea kuvaa, na hakuna namna ya kukula. Maana matumbo yanataka tule. Na hata kama hujafanya kazi utasikia njaa. Ukifanya kazi utasikia njaa. Ukilala kitandani jioni umeshiba, hata kama hujaenda jioni, lakini bado utasikia njaa. Ndio mwili umeokoka. Kwa hiyo mwili lazima uhudumie. Hakuna mtu atakayehudumia mwili wake kwa furaha kama hatakuwa na kazi ya kufanya. Na kitu kigumu ni ile kazi. Hata mtumishi amefundisha vizuri hapa kwa muda wake mchache. Wengi tunatamani kufuga hao kuku, si ni kweli? Lakini wengi tunawaza ukubwa wa kufuga. Sasa hakuna mvua ya fedha, hakuna maana ya fedha. Hakuna namna yoyote ya binadamu kupata kitu zaidi ya kutengeneza. Watu wote ambao ni wavivu wa kufikiria na wakazi hawezi kupata mahitaji yao. Na hata wakati mwingine kwenda mbinguni ni kugumu. Kwa sababu kuna unachofanya asubuhi unaamka nayo unasema hiki mimi nakifanya. Ili kinisaidie, ili niwe na nguvu. Ndugu zangu, kuna wakati binadamu atakuwa dhaifu. Kitakachofaa mtu wakati wa udhaifu ni akiba. Naangalia kwenye akiba, na akiba umeweka. Utalaumu sana watu. Jamii kubwa ya wazazi tunawalaumu sana watoto baada ya sisi kumaliza kuwalea. Tunaona kama vile hawatuangalii. Kumbe hata wale watoto hatukuandaa kwa wachumi, na wale watoto hawana, na sasa nataka anisaidie. Yeye mwenyewe pale ameshaanzisha familia, na ile familia yake haina kitu mkononi. Kwa hiyo wale watoto hawana baraka zaidi ya kunung'unika. Sio kitu rahisi. Anasema mtu anapochukua mbegu ya kwenda kupanda analia. Maana kwanza kuna mambo mawili, kuna kazi. Pili kuna kupoteza ile mbegu. Nayo mbegu ile mlio kufenda nyingi. Unakwenda unapanda shambani. Ni kama unalia, maana ni wakati wa kutoa, ni wakati wa kuandaa shamba, ni wakati wa kutoa fedha kwa ajili ya maandalizi ya shamba, na ni wakati pia wa kupanda na ile mbegu umenunua. Anasema analia. Lakini lazima uje kwenye kipindi cha furaha. Kipindi cha furaha ni kipindi cha kuvuna. Na wengi tunatamani kuvuna pasipo kupanda, na hii ni kitu haiwezekani kabisa. Iwe kibiashara, iwe ni mashamba, iwe ni shughuli za ufugaji, hakuna shughuli rahisi. Yeyote yule anayesema asubuhi kaamka, kucha zake zina rangi, asubuhi anaamka havai buti, akiamka asubuhi anapiga kiatu rangi, ni ngumu sana. Lazima basi awe mfanya biashara. Kukaa hivi utawateza dini watu wa Bwana. Na mwisho wa siku maisha wengi yatakuwa katika maumivu mengi. Unasema hapana, tunataka kuwafundisha watu wetu wajue namna inavyowapasa kutafuta kitu cha kufanya ili wawe na mahitaji na vitu vya wawe na kitu wakati wa mahitaji. Hata wale walioajiriwa
Tuna watu ambao wameajiriwa, si wachache, si wengi, lakini wachache kiasi katika kanisani. Wale ambao wanafanya kazi, ambao wanahangaika, ambao wanatoka asubuhi kwenye ajira. Si kweli kwamba hawawezi kufanya kitu zaidi ya ajira, wakautumainia ule mshahara. Watu hao watakuwa maadui na mimi. Wakati ninazungumza habari ya kujenga, tunatangaza michango, tunajenga, ama kuna jambo tunafanya, wanaangalia ule mshahara peke yake, wanautafakari ule mshahara peke yake. Wangekuwa na banda la kuku, wangekuwa wanasema ngoja kuku wawili tutaweka huko. Wangekuwa na mboga pale nyumbani, wangesema ngoja wiki hii naona nikiuza mboga nitakata sehemu ya fedha yangu napeleka mchango yangu. Lakini ana mshahara tu, na ule mshahara tayari kwenye ule mshahara ameshakopa kwa sababu ya mahitaji. Kwa hiyo hawezi kuwa na amani, na hawezi kuona kanisa kama mahali pa amani, kwa sababu kanisani lazima tukihubiri tutagusa utoaji, kwa sababu bila madhabahu kuchukua hazina kwenye mifuko ya watu, kwenye mioyo ya watu, pia na kazi ya Mungu hapa haiendi. Watakatifu tuko pamoja. Bado hata leo ni siku ya kwenda mbinguni, useme amina. Ona mseme amina, au kwa sababu nahubiri namna ya kupata amani. Bwana asifiwe. Tusiwe na ile fikra ya kusema kufika kanisani ni bambino na kunena kwa lugha ikatosha tukaenda. Hata tukibaki hapa tukinena kwa lugha utasikia njaa. Ngoja mimi wachekeshe. Asubuhi nimeingia hapa. Nilipoingia hapa nikajisikia vibaya. Na ninaona hapo kazi imechachamana na kurudisha. Mimi nikachomoka nikaenda hivi kuna mgahawa pale. Nikapata kikombe nimesimama. Pamoja na kwa yangu nimesimama, nikanywa kikombe cha chai, nikaona usalama wangu umekaa sawa. Nikarudi hapa, hata mchungaji hapo saliniona nikitoka, ajui naenda wapi, lakini nikarudi, sasa niko sawa. Tuangalie kitabu cha Mwanzo, pia tuangalie maandiko yanatuweka huru. Biblia inasema kweli inatuweka huru. Mwanzo 34 mstari wa 10 na mstari wa 10 anasema, nanyi mtakaa nasi na nchi hii itakuwa mbele yenu. Kaeni na kufanya biashara humo, mkapate mali humo. Anasema mkae bure. Amesema mkae bure. Anasema nanyi mtakaa humo. Hao watu ni watu ambao wanawashawishi wana wa Israeli. Wanawashawishi kwa wao wenye binti zetu nini. Lakini wanajua wa Israeli katika nature yao ni watu wanaojituma sana. Wanalima sana na wanafanya biashara. Na wanawaambia nanyi mtakaa nasi na nchi hii itakuwa mbele yenu. Kaeni na kufanya biashara humo, mkapate mali humo. Nafasi ya kukaa bure ni nafasi moja mbaya sana. Kwa sababu ukikisha kupata kukaa bure, ya kwanza unapoteza mtu. Na wamama ambao mko pale nyumbani, Mungu amekusaidia, hata kama mna nyumba ya kupanga, pale mbele ya nyumba lima mchicha. Utauza. Fikiria kitu cha kufanya. Mimi maswali mengine nitaleta kwenu. Biashara ni ipi na ipi? Mimi naomba kufahamu chache, lakini tuko wengi hapa, tutasaidiana mawazo. Shughuli gani mtu afanye ilifae? Kabisa, amen. Na kama umeolewa sasa, una nyumbani kwako, unakaa kwako, wengine wako ndani ya uzio, umeweka na uzio, ule ndani ya uzio wa nyumba yako. Na nafasi kubwa sana ya ufugaji wa kuku, ya banda la ng'ombe. Lakini kama utamtegemea baba tangu asubuhi mpaka jioni unakaa, ikitokea Mungu amemwambia twende mbinguni, wewe utapata shida sana, kwa sababu unaanzia kwenye sifuri unatoka chini. Ukijizoeza kufanya kazi, sisi tuna nature, hapo kuna nature zinatutesa. Nature zinatutesa. Kwa makabila mengine huko kaskazini, watu wajanja sana ni Wachaga. Siku hizi jamani, hata Wachaga watupiki sana, wote tunafanya
akiwa na banda la kuku. Inawezekana kabisa kwamba mtu atafanya kazi zaidi ya moja. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wale wanaokaa ambao wana mabanda, unafanya kazi lakini unamwajiri mtu. Yeye kazi yake ni kuhudumia hao kuku ambao Yusufu anaongea. Kwa nini hao kuku tusiwachukue kama wana soko, na wana soko wao ndio wamebeba, na kama kuku mmoja atauzwa mpaka 30,000, kwa nini hao kuku tusiwafuge? Ukipenda usingizi ni kitu hatari sana kwenye maisha yako. Ukipenda kujihurumia, huwezi kuvaa buti, huwezi kukaa. Wewe ni mwanamke, ukirudi nyumbani, hata wewe ni msichana umerudi nyumbani, vaa suruali, funga kikanga kwa juu, piga buti, kafanye kazi kwenye banda la ng'ombe. Utakosa hela ya maziwa? Utakosa hela ya maziwa? Ndugu zangu, kijiweni hauna kitu. Hata Wachata wanakula meza na ng'ombe na nyama choma. Awali asubuhi wanakunywa jioni. Wameshafanya kazi. Sasa kwa asubuhi ndio kiatu kimepigwa rangi. Mpaka jioni uko mzuri. Hakuna unachofanya hata cha kuingiza 500. Ni nini mchozo? Wewe ndio kuibia nafsi yako. Ama nasema uongo. Unahujumu nafsi yako na siku zako. Unazidhulumu kwa sababu huzalishi kitu. Hakuwezo fundi. Fundi anatoka asubuhi anazalisha. Rafiki yako sasa hapo ukimwambia uchukue gari, akilala chini ya gari ikimaliza mwezi wa 30,000. Mke wake atapokea. Wewe utafanya nini? Mchungaji pale akipanda je nyumba, kabla hajapanda mnaongea na kuambia kazi hapo ukilipa shilingi milioni 2, 500,000, 300,000. Tunaangalia hapo kabla hajaanza. Wakati anaanza na kuambia nipatie hata kidogo niweke mambo yangu sawa. Hiyo ni kazi tu, sio kwamba anajenga. Kama anajenga material unampa, kama hupi material unamwambia nunue material, wewe uko mbali, anajua tena namna ya kumwagia. Atanunua material na kuna vijisenti vitabaki, vitamweka sawa. Lakini bado mtalipa kazi yake. Tuko pamoja mpaka pale. Lakini tunasema tunaenda mbinguni. Tunaweza tukashindwa kwenda mbinguni kwa sababu tunapokuwa hatuna kitu pia, tutafikiria sana, tutakata tamaa, tukamchukia Mungu, mwisho tutasema hakuna Mungu. Tunaweza kuwa watumwa wa watu wenye fedha hata kama si wenye. Wasichana wote wanaofanya biashara si wanawake rahisi kuchezewa na wanaume. Ama nasema Mungu, kila mtu anaweza kufanya kitu, hata wanafunzi tawani. Natambua kuna umuhimu wa kufanya kazi. Ufugaji wa kuku ndio muhimu, ufugaji wa nguruwe ndio muhimu, ufugaji wa ng'ombe ndio muhimu, mbuzi ni muhimu, mashamba, duka, kuna karaka na miwa ni biashara ambazo zinafanyika. Kuna watu wanasema mimi nataka biashara sina mtaji. Ngoja mimi niwaambie. Hiyo ni kujiheshimu. Na kama umechagua kujiheshimu unafanya biashara. Kwa sababu kuna biashara ya mitaji tofauti tofauti, si ndio? Kama unataka biashara ya mtaji mkubwa, anza na ile ndogo. Zoeza nafsi yako biashara. Wanawake wanakuwa fedha kuliko wanaume. Nani anajua hizi? Nani anajua kama wanawake wana fedha kuliko wanaume? Amjui. Tunajuaje? Baba wewe. Pesa zao zinatokana na nini? Matumizi yale na watu nyumbani. Wacha mimi nianze hapo. Na nyumbani wewe unasema sasa wewe hela ni lakana na wewe ni lakana na niache jamani. Mambo haya. Manaomba sema haya tumoa. Chatoa hapa na kuna nyekundu za tukopi. Zinatosha. Hiyo hela mpaka kioni una
lakini wao walikuwa ni pesa. Kama umeshinda shilingi 50 kwenye biashara, wewe una pesa. Na hapa ndipo tunapofelia. Hapa ndipo hapo sisi tunashindwa kufanya hivyo kwa sababu sisi tunataka tupate hela. Tunataka tuwaambie wanafunzi. Wazazi wanawatumia matumizi mara ngapi? Mkipata matumizi mnatoka mnunua mandazi mnajichana. Akiba kuni. Kama kuna kitu chenye nguvu kwa binadamu ni akiba. Wote tuseme akiba. Wanawake wana hela, wana vikoba. Wanaume wana vikoba. Wanaume wana vikoba. Na wanawekeana hela ndogo tu buku. Au kuna buku, kuna kisanduku, kuna vitu vingi vya kufanya. Wanawake wanawekeana pamoja. Vikoba wanapenda wanaweza. Ile vikoba mimi sifikiri sana, nafikiri wanapenda wanaweka pamoja. Sio? Mnafanyaje? Si mnaweka hela pamoja. Wao wanakuja na ngapi? Buku na zile ngapi? Na buku au ni 20. Mnaandika kila wiki au kila mwezi? Mithali. Kwenye kitabu cha Mithali ule mlango wa 6 mstari wa 8 na mstari wa 8 anasema nianze na 6. Anasema ewe mvivu mwendee chungu, litafakari njia zake, kapate hekima, kwa maana yeye hana akida wala msimamizi wala mkuu. Lakini ujiwekea akiba ya chakula wakati wa jua, ukusanye chakula chake wakati wa mavuno. Ewe vivu, utalala hata lini? Utaondoka lini katika usingizi wako? Bado kulala kidogo, kusinzia kidogo, bado kukunja mikono upate usingizi. Hivyo umaskini wako huja kama mnyang'anyi na uhitaji wako kama mtu mwenye silaha. Haya maneno yanatangana. Fikiria, kila mmoja wetu ana kitu cha kufanya. Kwa sababu wavivu hawatavuna kitu kama watu watajihurumia, watu watajiheshimu, watu watafanya kazi. Hapa mjini unatembea na karanga na unajenga karanga. Heshimu kuweka shilingi buku au 500 kila siku katika akiba yako. Kweli neno wasihi. Kwa sababu kama huoni kitu cha kuweka, utakachochukua utapata wapi siku ya majaribu yako au maisha yako? Wadada wengi wazuri tumewapoteza hapa kwa sababu hawafanyi kitu kinachoeleweka, na sasa anaishi maisha magumu. Wengine anaishi anafanya labda kazi ya nyumbani pale kwa watu, akifanya kazi ile ya nyumbani alikuwa mshahara wa 30, zamani walikuwa ni 10,000, akitoka mshahara wa 10,000 hautoshi, hata mafuta ya kupaka uso, anajikuta wako kwenye mikono wanaume bila hiari yao. Yeyote yule anayejituma na kufanya kazi kwa mikono yake ana nafasi ya kuweka akiba. Na anasema tunzeni akiba, msiwe na matumizi makubwa kupita kiasi. Unasikizana jamani? Sio ukiona hela unachanganyikiwa. Na wanafunzi unasikia, mkishatumiwa hela nyumbani weka akiba. Mkishatumiwa hela nyumbani weka akiba. Mimi ninamsomesha kijana wangu mkubwa chuo kikuu. Kijana wangu amesoma vyuo, lakini namsomesha yule mkubwa amesoma chuo kikuu. Alipotoka chuo kikuu, ile hela niliyomtumia mimi kule, akanunua kiwanja. Ile hela niliyokuwa namtumia, aliporudi amemaliza chuo akanunua kiwanja. Kwa sababu tunatuma hela kwa wanafunzi, unamtumia hela, wewe unatuma yeye anaangalia. Matumizi sio lazima usifanye. Maisha sio lazima yafanane. Usifae kama fulani. Kuna wakati wa kuvaa na kuna wakati wa kuweka akiba. Anayeelewa aseme amina. Ndio, kwenye mwisho wa mwaka pale kwenye Krismasi, jitahidi kafanya na hata watu wanafaa. Wakati mwingi kwenye maisha yako, jitahidi kuweka akiba. Usidharau shilingi. Mungu anakusanya kubariki kwa sababu ni mwaminifu kwenye manufaa, lakini yeye anatuma anatufiki ambazo anafanya. Muda umekimbia sana.
Angalia Mwanzo kabla ya Mwanzo. Hebu Yeremia 4. Yeremia ule mlango wa 4 na ule mstari wa 3. Maana Bwana waambia hivi watu wa Yuda na Yerusalemu, ulimeni udongo katika konde zenu, wala msipande mbegu kati ya miiba. Je, tuko pamoja au tuko pamoja na presa iko na mtoto? Naomba tuwe pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Wanaona mkishakuja na watoto hapa ibada yenu yote. Naomba mnisikilize. Ule mstari unasema, maana Bwana waambia hivi watu wa Yuda na Yerusalemu, ulimeni udongo katika konde zenu, wala msipande mbegu kati ya miiba. Unaona hiyo? Kwa sababu watu wa vipo wanapenda kulima kwa mfano kwa wanakatia. Mtu anakatia shamba akalima, anasema lima msipande mbegu. Na usifikiri Biblia inapenda hivyo. Na usifikiri Biblia isumbukie kazi. Na usifikiri Biblia isumbukie biashara. Biblia inazungumzia maisha ya binadamu. Sisi wote tunachachabana roho, tunachachabana mbinguni, wakati maisha bado yako hapa. Tuzungumzie haya maisha hapa. Haya ya hapa. Ndio tumwambia mwanafunzi pamoja na utakatifu na kwamba unataka kwenda mbinguni. Na usii kadiri mzazi anapokutumia kitu, jitahidi kuweka akiba. Sio kila saa utafute mandazi. Vumilia yale makande ya shule kwa wakati huu. Kuna maharage sana na makande sana. Uko form 5, form 6. Leo